aliyompa ujasiri ni Mungu aliyokuwa naye ndani. Ni ule uwezo wa Mungu unayetembea ndani yake, ni ile nguvu ya Mungu inayotembea ndani yake, ndio ambayo inampa ujasiri wa kusimama kati ya wengi. Biblia inasema Elia akamwambia anzeni nyinyi, kwa sababu nyinyi ndio mko wengi, mimi niko peke yangu. Biblia inatueleza wale watu walipoandaa ile sadaka, wakaanza kuikata wakaweka kwenye madhabahu. Biblia inasema wakaanza kumuita Mungu asubuhi mpaka jioni. Elia anawaambia muiteni, labda amelala au amesafiri ndani yake mpaka jioni. Biblia inasema kitu cha ajabu kidogo pale, kwa ukisoma utaona. Biblia inasema wale manabii wa bahari wakalukaluka kwenye ile madhabahu, wakajikatakata kwa nyembe kama ilivyokuwa desturi yao. Wao walizoea. Nisikilize, sio kwamba Mungu wao walikuwa hawajibu. Nisikilize unielewe hichi kitu. Sio kwamba Mungu wao alikuwa hawasikii wakimuomba. Ndio maana wengine wakienda kwenye nguvu za giza kule wanafanikiwa, kwa sababu duniani kuna falme mbili. Upi unautegemea ndio ambao utakufanikisha. Lakini ufalme wa giza ni feki. Mungu akiponya anaponya moja kwa moja. Kwenye nguvu za giza hawaponi moja kwa moja. Angalia mtu ambaye amezoea kwenda kwa mganga, maisha yake yanakuwa na mfumo huo. Kila siku anakwenda. Kesho atakwenda ameumwa hiki, kesho kutwa atakwenda anasema kwa kweli tulilala na wanangu, nikaamka asubuhi nikaona mwanangu amenyolewa hapa. Kesho kutwa ikifika atakwenda atasema kwa kweli mume wangu mambo yake hayaendi vizuri kabisa. Unakuwa ndio mfumo wake, kwa sababu ni feki. Lakini hao walizoea, kuna kitu walizoea, kwamba walizoea tukirukaruka kwenye madhabahu huyu Mungu wao anashuka na anawasikia. Walizoea kwamba tukijikata kwa nyembe huyo Mungu wao anashuka na kuwasaidia. Lakini siku ile walishangaa, wakirukaruka kuko kimya, wakijikata kwa nyembe kuko kimya. Kimya kikawa kimezidi. Ni kwa sababu Mungu wa mbinguni alishachukua nafasi kwenye ulimwengu wa roho na tayari alishatake place. Kwa hiyo kwa sababu hiyo Mungu wa mbinguni hakaagi na nguvu nyingine. Mungu anapokaa anajitawala yeye mwenyewe. Kwa sababu Mungu anapokaa anajitawala yeye mwenyewe, ndio maana walishangaa siku ile kukawa kimya. Haleluya, haleluya. Lakini Biblia inatueleza Elia aliposimama alizungumza maneno machache sana. Akamwambia Mungu, na ijulikane leo ya kwamba wewe ni Mungu na mimi ni mtumishi wako. Mungu alishuka kwa namna ya kuogofya sana. Haleluya, haleluya. Nataka nikwambie nini usiku huu? Fahamu uweza au nguvu za Mungu unayemtumikia kwenye maisha yako. Wewe kama umeokoka, kiburi na jeuri yako ni kwa sababu ya Yesu peke yake.